بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان الأنوران على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الكرام وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Karibu tena kwenye kamera za Al-Huda TV kwa mara nyingine, huku tukiendelea na kisa chetu cha kumweleza sahaba mtukufu wa Bwana Mtume Muhammad, Abdullah ibn Hudhafa, sahaba aliyojenga historia ya kukutana na wafalme wawili wakuu, tishio ulimwenguni zama zake. Tulimwacha Abdullah ibn Hudhafa ndani ya nchi ya Faris, katika majumba ya Faris, katika ufalme wa bwana anaitwa Kisra. Baada ya kuwa Kisra amepata habari ya kuwa kuna mjumbe amekuja na ujumbe kutoka kwa kiongozi wa Uislamu, alitoa amri ekulu yake iweze kupambwa kwa uzuri. Wadaa udhamaa farisa lihudhuri majlisihi fahadharu, na akawaita wale waheshimiwa wa bwana mkubwa wa Faris, kila ambaye alikuwa na daraja, kila ambaye alikuwa na cheo katika utawala wake, aliitwa siku hiyo kuhudhuria kikao hicho, na wote wakaitika wito wa mfalme. Thumma adhina li Abdillah ibn Hudhafa bidukhuli alayhi, baada ya kuwa serikali yote imekamilika, akatoa idhni kwamba Abdullah ibn Hudhafa wampe ruhusa aingie ili tuweze kupata ujumbe huyo aliokuja nao. Dakhala Abdullah ibn Hudhafa ala sayyidi Faris mushtamilan shamlatah. Abdullah ibn Hudhafa aliingia katika ufalme wa kiongozi wa Faris ambayo ni Kisra, hali ya kuwa amevalia ile clothing yake madhubuti, alikuwa amevalia na lile joho lake. Yani kiufupi alikuwa alivalia asili ya mabedui, akawa ameingia katika kundi lile. Falamma in ra'ahu Kisra muqbilan hatta awman ila ahad rijalihi bi an ya'khudha alkitaba min yadihi. Abdullah ibn Hudhafa alipomuona mfalme Kisra face to face, wameonana na Abdallah na Kisra amemuona Abdallah, mfalme Kisra akamtuma mmoja katika vijana wake yende akachukua hiyo barua ili waisome, watazame kipi kilichoandikwa kwenye barua hiyo. Ya subhanallah, yule bwana alipokuja kuchukua barua, Abdallah akasema, la innama amarani Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an adfa'ahu laka yadan biyadin. Hakika mtume juu. Akakataa Abdallah, akakataa akasema, hapana, hakika ya mtume wa Allah ameniamrisha mimi nikupe hii barua mkono kwa mkono, wa ana la ukhalifu amran li rasulillah, na mimi siwezi kamwe kupinga amri ya mtume. Maadamu mtume ameniambia nikupe mkono kwa mkono, lazima hii barua isipiti kwa mtu yoyote, nikufikishie mkono wangu kwa mkono wako. Allahu akbar. Tizama watu kama hawa masahaba, ikhwani, dhahabu wama raja'u. Mabwana kama hawa wameondoka na wala hawaturudi, na walikuwa na mapenzi makubwa kwa Mtume Muhammad. Ndio maana mmoja alizungumza akasema, sijawaona watu duniani waliompenda mtu ka ashabi Muhammadin li Muhammadin, kama jinsi masahaba wa Muhammad walivyompenda Muhammad. Kasema mtume ameniamrisha mimi hii barua niikupe mkono kwa mkono, haiwezi kapita kwa mtu mwingine mpaka niikupe mimi mwenyewe. Kisra aliposikia hivyo
akamwambia yule kijana wake, utrukuhu yadnu minni, mwacheni anije aniletee mwenyewe. Fadana min Kisra hatta nawalahu alkitaba biyadi, Abdallah akajungia mpaka kwa Kisra, akampa ile barua ya mtume kwa mkono wake. Kisra akaipokea. Thumma daa Kisra katiban arabiyya min ahli alkhaira, kisha Kisra akamuita mwandishi wa Kiarabu, sababu wao hawajui Kiarabu, wanaongea Kifursi. Kwa akamuita mwandishi wa Kiarabu katika waandishi wake, ambao alikuwa anatokea sehemu inaitwa Al-Haira. Haira ni mji ambao uko baina ya ni mantika ambayo iko baina ya Iraq pamoja na Kufa. Huyo bwana alikuwa ametokea sehemu hiyo. Kwa hiyo akawa amemuita na akamwamrisha aifungue ile barua kisha asome kilichoandikwa. Yule bwana akaichana barua yake, akaitoa ile barua ya mtume, na ilikuwa inaandikwa maneno haya yafuatayo: Bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Allah mwingi wa rahma mwenye kurehemu. Min Muhammadin rasulillah ila Kisra adhimi Faris. Barua hii inatoka kwa Muhammad mtume wa Allah, inakwenda kwa Kisra mfalme wa Fursi. Salamun ala man ittaba alhuda, amani iwe juu ya yule ambaye atakayefuata uongofu. Kabla hajamaliza haya maneno ya mwanzo ambayo mtume alianza kuandika, barua inatoka kwa Muhammad inakwenda kwa Kisra, haya maneno hakuyapokea vizuri Kisra. Kwa nini? Kwa nini Muhammad atangulize jina lake kabla ya jina langu? Wafalme ni watu majeuri, ni watu ambao wana ubabe, ni watu ambao wana kibri. Kwa aliposoma tule msomaji kusema kwamba barua inatoka kwa Muhammad mtume wa Mungu inakwenda kwa Kisra mfalme wa Fursi, fama in sami'a Kisra min risalati hadhihi almiqdara hatta ishta'alat naru alghadab min as-sadri, aliposikia ile maneno kifua chake kikaanza kuwaka moto. Fahammara wajhu, uso wake ukawa mwekundu, mishipa ikamsimama. Lianna rasula alayhi salatu wassalam, kwa kuwa mtume juu lake sala na salamu, badaa binafsi, ametanguliza jina lake. Kisra alitaka mtume katika ile barua angeanza jina lake yeye. Barua inakwenda kwa Kisra, inatoka kwa Muhammad. Lile tendo la kusema barua inatoka kwa Muhammad kwenda kwa Kisra ikamfanya kifua kikawaka moto, uso kawa mwekundu na misipa kaanza kumsimama. Hakuchelewa, fajadhaba risala min yadin katibihi waja'ala yumazziquha duna an ya'lama ma fiha wa huwa yasihu, akaimnyanganya ule katibi, yani akaipokonya, akainyang'anya kwa nguvu ile barua kutoka kwenye mikono ya ule msomaji, akaichana ile barua ya mtume bila ya kufahamu masikini yapi aliyotaka kuzungumzwa. Hakutaka kusikia na maneno yaliyofuata, yale maneno ya mwanzo kuyasikia. Akaichana barua ya mtume, kisha akazungumza maneno kwa kibri na jeuri na dharau. Ayaktubu li bihadha wa huwa abdi, anaweza kaniandikia haya mimi huyu wakati ni mtumwa wangu huyu? Ayaktubu li bihadha, anaweza kaniandikia mimi haya, wa huwa abdi, na yeye ni mja wangu mimi. Thumma amara bi'Abdillah ibn Hudhafa an yakhruja min majlisihi, kisha hasira zilikuwa zimempanda mfalme, akaamrisha Abdullah ibn Hudhafa atolewe katika kile kikao. Abdullah akawa ametolewa, hasira zimempanda Kisra, Abdullah akawa ametolewa katika kikao kile. Maskini wa Mungu, kharaja Abdullah ibn Hudhafa min majlisi Kisra wa huwa la yadri ma yaf'alu Allahu lah. Abdullah ibn Hudhafa alitolewa katika kikao kile cha Kisra, akawekwa kando, na yeye hajui Mwenyezi Mungu atamfanya nini kwa kile. Kisra atamfanya nini? Allah amekadiria nini? Ayaqtul am yatruku hurran taliqa, huyo bwana ataniua au ataniacha mimi huru niondoke zangu?
Akawa anajiuliza masala mengi, lakini mwisho akasema wallahi ma ubali ala ayi halin an yakuna ba'da an addaitu kitaba rasulillah, wallahi mimi sijali kwa hali yoyote itakavyokuwa, kama taniua sawa, kama taniacha huru sawa, lakini tu maadama nimeshatekeleza kile ambacho alichonituma mtume wa Allah, hicho tu kinatosha. Fakhari yangu mimi ni barua niliopewa na mtume, nimeifikisha. Vyovyote atakavyofanya mimi sijali, kama taniua niko huru, na kama taniacha huru vyovyote atakavyopenda, lakini barua ya mtume nimeifikisha. Watukufu wa Islamu, alipata Abdullah ibn Hudhafa mwanya baada ya kuwekwa sehemu, akajikuta sehemu ile iko peke yake, wanajeshi wote wa Kisra wamemwacha. Akaona hii ndio fursa, siwezi nikabaki hapa, maadamu nimeshatekeleza kile ambacho mtume amenituma na fursa nimeipata. Akachukua farasi wake akaanza mbele, akaondoka zake aliyakuwa watu hawafahamu. Walamma sakata an Kisra alghadab, wakati hasira za Kisra zilizopungua, hasira zake zimekwisha, akasikika anatoa amri, amara bi an yadkhula alayhi Abdullah, akamrisha yule kijana aliyokuja na barua, mleteni tena huku. Falam yujad, katafuta Abdullah hayupo, tafuta kila kona hayupo, alitafutwa kila mahali hayupo. Faltamasuhu falam yaqifu lahu ala athar, alitafutwa njia zote, hawakupata alama yoyote ya kwake. Njia zote alitafutwa, lakini athari yoyote ya kwa Abdullah ibn Hudhafa hawakuiona. Alitafutwa mpaka katika njia za kwenda Jaziratul Arab, za kuchukua njia ya kwenda katika nchi za Kiarabu. Fawajaduhu qad sabaq, lakini kila walipokuwa wakifika wanakutana ameshapita, kila wakifika wanakutana ameshapita. Ikawa Abdullah ibn Hudhafa hakupatikana, na hasira za mfalme Kisra zikazidi tena maradufu kwa kumkosa Abdullah ibn Hudhafa. Falamma qadima Abdullah ala nabii, Abdullah alitoka salama salimina mpaka Madina kwa mtume. Alipofika kwa mtume, akhbarahu bima kana min amri Kisra, Abdullah akamweleza yote yaliyotokea kwa mfalme Kisra na jinsi alivyochana barua yake. Fama zada alayhi salatu wassalamu ala an qal mazzaqa Allahu mulka, bwana mtume hakuna kitu alichokizidisha isipokuwa alisema Allah na vile vile achane ufalme wake. Lakini mfalme Kisra hakukoma, hakuchoka, alihakikisha anataka ampate Muhammad aje mbele yake, kwa sababu yeye alichukulia kwamba ni dharau ambayo mtume alimuonesha. Kwa sababu nilikueleza mwanzo kwamba hawa wafalme walikuwa ni empire, chini yao kuna utawala, chini yao wanatawala wafalme wa nchi mbalimbali. Miongoni mwa wafalme ambao walikuwa wakitawaliwa na mfalme Kisra ni mfalme anaitwa Badhana. Badhana alikuwa ni mfalme wa Yemen. Kisra akaandika barua kwa mfalme wa Yemen, anamwandikia barua yenye ujumbe ya kwamba anib'ath ila hadha ar-rajul alladhi dhahara bil-Hijaz rajulaini jaldaini, achukue watu wawili, wanamume wawili wenye nguvu, awatume kwa huyu bwana ambaye amedhihiri Hijaz, amedhihiri katika nchi za Kiarabu. Hao watu wawili wende wakamchukue Muhammad, wamlete kwake kule Faris. Huo ndio ujumbe ulikuwa wa nani? Wa mfalme Kisra. Kaandika barua kwa Badhana, kamwambia Badhana, chukua vijana wawili katika vijana wako wenye nguvu, watume katika nchi za Kiarabu, wakamchukua huyu bwana ambaye amedhihiri na kujiita kwamba ni mtume, wamlete huku kwangu mimi. Tazama jeuri ya wafalme ilipofikia. Na watawala wengi wanakuwa hivyo, watawala wengi wanakuwa na kibri, watawala wengi wanakuwa wajeuri. Ilipokuwa hivyo, bwana yule akatii, kasam'an wa ta'a, anatii amri kutoka ukubwani. Badhana akawatuma vijana wawili, wakenda mpaka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kabla ya kufika kule aliwapa maelekezo, kawapa barua inaamrisha kwamba wamchukue mtume Muhammad,
waondoke pamoja naye mpaka kwa mfalme Kisra, duna ibta'in, pasina kuwa na kukanusha. Asikatai bwana mtume. Wa talaba ila rajulaini an yaqifa ala khabari nabii sallallahu alayhi wasallama, na watu hao wawili akawambia waende kwa mtume, wampeleleze, wamchunguze mtume, wajue hali yake, sawa, kisha wampelekee habari zozote watakavyoweza kuzipata kutoka kwa mtume, wamletee badhana. Vijana wale wawili walitoka wakenda, walifika mpaka kwenye msafara umoja wa Kikuraishi, wakamuulizia Muhammad. Wale vijana, ule msafara ukaeleza, ukasema kwamba Muhammad anapatikana Yathriba. Kwani kunani? Wakasema tuna ujumbe kutoka kwa Kisra. Wale Makuraishi walipopata habari kwamba Kisra ametuma wajumbe kwa mtume Muhammad, ikawa ni bishara na furaha na kicheko kilichokuwa kikubwa, kwa sababu hakuna muasimu, adui mkubwa wa Makuraishi kama bwana mtume Muhammad. Wakaenda wakaambizana kwamba sasa Muhammad habari yake kwisha, tumekutana na watu njiani, wajumbe kutoka kwa mfalme Badhana, wana ujumbe kutoka kwa Kisra kwamba Muhammad anakuja kuchukuliwa apelekwe Faris. Wajumbe wale walifika mpaka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wakaonana na mtume face to face, na wakawambia inna malikal muluki Kisra, hakika mfalme wa wafalme Kisra, kataba ila malikina Badhana, amemwandikia barua mfalme wetu Badhana, an yab'atha ilayka man yatihi bik, ametutuma sisi tuje kwako tukuchukue wewe tukupeleke kwake. Waqad atainaka litantalika ma'ana ilayhi, na hapo unatuona tumekujia wewe ili uondoke pamoja nasi kwenda kwa mfalme Kisra. Fa in ajabtana kallamna Kisra bima yanfa'uka. Sasa Muhammad, kilichokuwa ni hivi, ikiwa utatukubalia sisi kwenda kwa Kisra, tutamzungumzia Kisra yale mazuri yako, na huenda kwa kumzungumzia mazuri yake anaweza akakusamehe. Wanamwambia mtume, wayakufa adhahu anka, na akaondoa yale maudhi kwako, asikufanyii tena ubaya. Wa in abaita, ikiwa utakataa sisi kukuchukua tukupeleke kwake, fahuwa man qad alimta sitwa, najua unafahamu uwezo wake huyu bwana Kisra, unafahamu ukatili wake ulivyokuwa, ala ihlakika wa ihlaki qaumik, kukuangamiza wewe na kuangamiza watu wako. Unafahamu hilo. Huo ndio ujumbe walimpa bwana mtume Muhammad. Fatabassama ar-rasulu alayhi salatu wassalam, mtume akawa amecheka, amefurahi. Waqala lahuma, kisha akamwambia, irji'a ila rihalikum, rudieni katika sehemu ambapo mlikuwa mlifikia leo, wa atiya ghadan, kisha mtanijia kesho. Tumwache bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amewaambia, amewapa maagizo hawa mabwana waende watamjia kesho kuja kupata ujumbe. Je, wanamchukua kumpeleka kwa Kisra au bwana mtume atawapa ujumbe gani? Endelea kuwa na mimi katika studio hizi za Al-Huda ili tuweze kufaidika na visa hivi vya masahaba wa bwana mtume Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Huda, mwongozo wa jamii.